Wewe mwanamke, usikubali meli ya maisha yako izame. Do not allow the ship of your life to sink. Ninapoongelea meli ya maisha yako, naongelea maono, naongelea ndoto yako. Target ya kwanza ya yule mwovu ni kuhakikisha wewe mama unachanganyikiwa, unapoteza mwelekeo. Mama akishachanganyikiwa akapoteza mwelekeo ndani ya familia, lazima shida inatokea. Target ya kwanza ya yule mwovu ni kuhakikisha mama anapoteza mwelekeo na meli yake ya maisha inazama. Furaha ya yule mwovu ni kutuona sisi tunahangaika, tunateseka. Lakini asubuhi ya leo, mchana wa leo, ninakusii kwa moto na kwa radi, usiruhusu meli ya maisha yako izame. Utachoka lakini usiache. Mara nyingi unapokuwa mama na mwanaume wa kumhudumia, kuna baba, kuna ndugu zako, kuna watoto. Sometimes tunajisahau. Unajisahau wewe, unaelekeza nguvu zako kwa wao. Kuna wiki lazima nifanye hivi, lakini nifanye hivi. Unakuta mikopo mingi wa mama wanaochukua, asilimia kubwa inazunguka kwa watoto wao. Nimechukua mkopo ili mtoto wangu aende wapi? Shule. Inafika mahali kama mama anakuwa amejisahau. Ukimuuliza mara ya mwisho wewe kujitoa out tu wewe mwenyewe, kwamba leo Jumamosi hii najitoa mimi out mwenyewe, mara ya mwisho ni umefanya hiyo zoezi ni lini? Au unakaa sehemu unasema sasa this is my time, ni muda wangu wa kurelax. Unakuta siku zote wewe unakimbizana, likitoka hili linakuja, kiasi kwamba hata ile identity yako imeshapotea. Ni mama, ndiyo tunakuita mama, lakini ukijiangalia wewe mwenyewe huku tayari meli imeshafanya nini? Imeshazama. Kuna maono ambayo uko nayo wewe, lakini yote yamemezwa. Kwa nini? Kwa sababu kuna baba, kuna watoto. Kumbuka, kabla ya kuwa mama ulikuwa kabinti kadogo, kasichana kadogo. Kale ka usichana kadogo kako wapi? Ulikuwa ni kadada ambako unajipenda. Nikikuangalia sasa hivi, ninachokiona kwenye sura yako ni mikopo. Ninachokiona kwenye sura yako, hata hapa unasema ibada iishe niende kwenye vikoba marejesho. Kuna kitu kimepotea ndani yako. Where is that small girl ambayo alikuwa ndani yako wewe mwanamke? Eti mama, hello, nakusii sana siku ya leo, tukiwa tunaadhimisha siku ya wamama duniani. Fahamu kwamba wewe pia ni wa muhimu. Afya yako ya akili ni ya muhimu. Afya yako ya mwili ni ya muhimu. Haleluya. Afya yako ya kiroho ni ya muhimu. Wakati unaendelea na majukumu ya kuangalia familia, wakati unaendelea na majukumu ya biashara, wakati unaendelea na majukumu ya watoto, jiangalie wewe. Usijisahau, usijichoke, usijikatae. Hata kama dunia ikukataeje, usikubali kujikataa. Mama, unanisikia? Hata kama mume wako amekuchoka kiasi gani, usikubali kujichoka. Hata kama watoto wako wamekuchoka, mama, usikubali kufanya nini? Usikubali kujichoka. You too matter. Wewe pia ni wa muhimu. Hakuna kama wewe. Hakuna atakuja kuwa kama wewe. Na hakuna mwenye uchungu mkubwa na maisha yako kama wewe. You are 100% responsible for your life. Take care of yourself. Waswahili wanasema you cannot drink from an empty cup. Huwezi kunywa kutoka kwenye kikombe kisichokuwa na kitu. Unahitaji kujifeed. Kama ni maarifa, jifeed. Kama ni upendo, jifeed, ili uweze kutoa kwa wengine. Umetoa kiasi kwamba ukiangalia huko ndani you have nothing. Upendo wote umeisha. Huwezi kujipenda mwenyewe, huwezi kupenda watoto wako, huwezi kupenda mume, huwezi kupenda jamii yako. Kilichokaa ndani yako wewe ni kujichukia, ni kujichukia. Mwambie jirani yako, wewe kama wewe ni mama, mwambie usikubali meli ya maisha yako izame. Haleluya. Mimi neno langu ni hilo fupi tu. Jisimamie. Wewe ni wa muhimu. Mungu hajakosea kukuumba wewe mwanamke na kukuita wewe mama. Haleluya. Halafu mama, usikubali kelele za nje ziingie na kujenga kiota kwenye kichwa chako.
Usikubali kelele za watu wanasemaje zijenge kiota kwenye nini? Kwenye kichwa chako. Simama kwa nafasi yako kama mama. Simama kwa nafasi yako kama mtumishi wa Mungu. Simama kwenye nafasi yako wewe. Ushauri ni wa muhimu, lakini akili za kuambiwa changanya na za kwako. Mungu akubariki sana.